Lakini bado kuna vuguvugu jipya la maandamano leo Desemba 9, ambapo vijana maarufu kama Gen Z na wanaharakati wanadai katiba mpya, mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, haki za kujieleza, lakini pia kutaka kukomeshwa kwa utekaji, matumizi mabaya ya mali za umma, pia na baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali. Mbali na ilivyozoeleka, kila mwaka kumekuwa kukishuhudiwa shamra za sherehe za uhuru. Lakini mwaka huu mambo yako tofauti. Rais wa Tanzania alielekeza fedha zote za sherehe za uhuru kukarabati mali za umma zilizoharibiwa katika vurugu na maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na tayari serikali ya Tanzania imesema ni muhimu kwa raia wake leo hii kusalia majumbani mwao iwapo tu hawana majukumu ya kufanya watoke nje. Huyu hapa ni Waziri Mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Unavyofahamu na nilivyokuambia kwamba leo ni siku ya tarehe 9 Disemba ambapo Tanzania inaadhimisha miaka 64 tokea ilipojipatia uhuru wake, lakini naungana sasa moja kwa moja na Samia Awami, mwandishi wetu wa BBC ambaye yupo katika viunga vya Dar es Salaam. Tuambie hali ikoje Sami hapo ulipo? Naam David, hali mpaka hivi sasa naona ni utulivu, lakini ndio tunatokea maeneo ya Masaki huku najaribu kwenda Posta. Kwa kweli barabara ni nyeupe, kuna watu wawili watatu tunakutana nao katika umbali mrefu kidogo, lakini pia magari ni machache sana, kuna askari pia wapo barabarani. Kwa hivyo kwa ujumla hali ni tulivu kabisa David. Nadhani umeshaona tayari ulivyozungumza hapo na ulivyoangalia hali ya usalama iko vipi na watu labda watazamia nini leo? Kwa kweli kama ulivyosema ni kwamba kuna askari. Kwa mfano tumetoka hapa saa hizi maeneo ya kanisa la St. Peter's hapa. Kuna gari la askari liko hapo. Lakini kuanzia jana usiku pia, kwa mfano hata wakati nimezunguka maeneo ya Upanga Posta huku, tukutana na askari pia, kwa mfano kama maeneo ya Darajani pale, actually walikuwa ni wanajeshi kabisa, najaribu kuuliza wewe ni nani, unakwenda wapi, vyombo vya usafiri kwa mfano kama vile bajaji au bodaboda zilikuwa zinazuiliwa kupita hapo maeneo ya Darajani. Kwa hivyo hali unayoiona hapa ni kwamba kuna uimarishwaji mkubwa wa usalama kwa kweli. Bila shaka Samia Awami utaendelea kutufahamisha zaidi kwenye mitandao yetu ya BBC na matangazo ya Dira Dunia hapo jioni. Ni Samia Awami ambaye amekita kambi katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam kuweza kufuatilia hali ilivyo leo. Tunataka haki yetu. Wenyewe vipi? Wanaandamana wale kurekodi kuna ubaya. Ndio tuonyeshe kwamba maandamano yapo. Vipi babu? Watajulikana nini? Ataenda muda ukifika. Huko kushaanza kuchangamka, mapema tu kumeanza kuchangamka. Leo kumeanza kuchangamka, maana hii chopa ya kijeshi hii inapita, sasa ujichanganye wakuchanganye. Leo ni siku ambayo Watanzania wengi wamekaa wakitetemeka, huku roho zikidunda kwa kusubiri kitakachotokea kwa siku ya leo. Baadaye tu kidogo, baada ya masaa machache, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya kumekaa kimya, watu hawaonekani barabarani. Biashara nyingi zimefungwa, huku watu wakisubiri kwamba muda wote kunaweza kukaanza vurugu ambayo itakayoletwa na maandamano ambayo yaliandaliwa kufanyiwa siku ya leo tarehe 9 Disemba.
Nchi nzima imewekewa lockdown, kwa maana kwamba watu hawaruhusiwi kutoka nje, na ambao watakaoruhusiwa kutoka nje bila sababu muhimu, basi hao watachukuliwa kama waandamanaji, na huku watapelekwa na askari polisi ambao watakaowakamata. Haijulikani maandamano yataanza saa ngapi, ila inaonekana serikali imejiandaa vya kutosha, maana imeagiza askari polisi wengi tu katika eneo tofauti za miji mikubwa, ambapo askari polisi hao wameenda kulinda mali za raia, ila pia kusubiri kitakachotokea katika vile ambavyo vinajulikana kwamba waandamanaji watavifanya kwa siku ya leo tarehe 9 Disemba. Na maandamano haya yakianza, inaonekana hali itakuwa mbaya sana, maana serikali haijaruhusu maandamano, hata yale maandamano yanayosemekana kwamba ni maandamano ya amani. Kwa hiyo askari polisi kila watakayemuona akijaribu kuandamana ni aidha kumshuti au kumkamata na kumpeleka gerezani. Na ilisemekana sana kuwa waandamanaji wa leo watakuwa na silaha. Basi hii ina maana kwamba askari polisi atakayejaribu tu kutaka kuvamia waandamanaji anaweza akashutiwa na kupoteza maisha yake hapo hapo. Na maandamano haya yanaweza yakasababisha vurugu na machafuko makubwa nchini Tanzania, ila mwisho wa siku tu inaweza ikatokea hata Rais Samia Suluhu Hassan akaamua kujiuzuru au mataifa yakasimama kumuondoa madarakani Rais Samia Suluhu Hassan. Kitu kingine ambacho kinaogopeka sana katika haya maandamano ambayo tunasubiri leo tuone itakuwa vipi ni udini ambao ulizungumzwa hapa katikati, ambapo tuliona washehe tu wengi wakizungumza kwamba hawataki maandamano haya yatokee na kusisitiza Waislamu kwamba hawapashwi kuyaunga mkono haya maandamano wala kushiriki maandamano haya. Alisikika shehe mmoja akisema kwamba wataambia Waislamu wote wakae na mipanga ili kukatana vichwa na watakaokuwa wakiandamana. Hili pia tunalisubiri kwa siku ya leo tuone litakuwa vipi. Kitu kingine ambacho tunasubiri tuone kuwa leo kinaweza ikatokea ni ukabila wa Utanganyika na Uzanzibar. Ikumbuke kwamba hili pia liliongelewa sana kwamba Watanganyika hawataki kuongozwa na Mzanzibar, huku wengine wakiriposti video za Mwalimu Nyerere ambazo aliwahi kuongelea mambo kama haya na kusema kwamba endapo nchini Tanzania kukatokea udini na ukabila wa Uzanzibar na Utanganyika, basi muungano wa Tanzania utavunjika moja kwa moja. Kwa hiyo tunasubiri tuone kitu kama hiki kitajitokeza katika maandamano ambayo hayajaanza hadi sasa, ila kitu kingine ambacho tunasubiri kukishuhudia ni kile ambacho kilizungumzwa na serikali ya Tanzania, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan. Akatamka kwamba ambao watakaoandamana tarehe 9 Disemba si wa Tanzania kama ilivyotokea katika maandamano yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan aliwahi kusema kwamba hawakuwa wa Tanzania bali walikuwa ni vijana kutoka nchi tofauti jirani na Tanzania. Ila sasa tunasubiri tuone maandamano ya leo. Je, watakaoandamana ni wa Tanzania kweli au sio wa Tanzania? Na endapo ikabainika kwamba sio wa Tanzania, maandamano haya watu wengi watapoteza maisha. Ila vile vile hata kama ikibainika kwamba waandamanaji watakuwa ni wa Tanzania, pia watu wengi watapoteza maisha katika maandamano haya ambayo tunasubiri kuyashuhudia. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye unasubiri kupata update za kile kinachoendelea nchini Tanzania, usisahau kusubscribe na kusubiri kwa hii channel. Nitawapasha tu taarifa moto moto.
Wewe